Umejifunza nini? Neno moja. Kibali cha Mungu. Kibali cha Mungu kwenye maisha yetu. Ukiwa na kibali, kila kitu kinaenda sawa. Mimi nimefundisha. Bwana Yesu amenitumia mimi kama chombo chake kufikisha ujumbe wa kibali cha Mungu kwa wanadamu. Mungu ameachilia kibali chake kama tulivyosoma katika Wakorintho wa kwanza sura 16 mstari wa 9. Kwamba tazama nimefunguliwa mlango mkubwa na wakufaa sana, lakini wako wengi wanipingao. Mungu amekupa kibali, katika kile kibali ambacho Mungu amekupa kuna vipingamizi vingi sana ambacho shetani ameweka mbele yako. Inabidi ujishinde na uweze kumpendeza Mungu. You have God's favor. Kwa hiyo unaweza kufanikisha chochote unachokihitaji katika maisha yako. Muamini Mungu, tembea katika njia zake. Nimejifunza ukimpenda Mungu mpende kweli kweli. Yaani usipende Mungu kwa sababu watu wanaona. Okay, double life haifai kwa Mkristo. Inabidi maisha yako na maisha ya real. Yaani wewe tunavyokuona, unavyoonekana nje na ndani wewe hivyo. Yaani ishi kama yani hata hauna sababu nyingine ya kumpenda Mungu bali unampenda tu. Usimpende Mungu kwa ajili ya vitu, usimpende Mungu kwa ajili ya kitu chochote. Mpende Mungu kwa sababu yani wewe ni real life yako. Kwa kama Yusufu alitoboa, mwenzetu alifuatwa nini? Lakini akashinda. Leo ufuate wewe utaweza. Maana nini? Alinuia yani maisha yake binafsi, alikuwa anaishi maisha kumpendeza Mungu. Kwa hata sisi vijana inawezekana, na sisi tumeamua kuweza na tunaweza. Tunampenda Yesu. Nimejifunza topic yenyewe kibali. Kuna muda Mungu anatupa kibali kwenye mambo mengi, lakini tunakiharibu kutokana na matendo yetu. Kwa hiyo hakikisha unayoyatenda yasije yakaondoa kibali ambacho Mungu amekiweka kwenye maisha yako. Mimi the biggest part ambayo nimejifunza. Amen. Yeah. Soma kwenye kitabu cha Samueli. Wakati Samueli anapaka mafuta Daudi. Kumbuka Sauli pia alipaka mafuta na Mungu. Lakini Sauli aliharibu kwa kutii Mungu. Kwa mpaka kwa Mungu kutoka kwa Sauli. Lose favor. Akachagua mtu mwingine aka lose favor. Akalose kibali cha Mungu. Kwa hiyo sometimes hata kama kwa anointed na Mungu, kama ukiharibu ukishindwa kuwa mtii kwa Mungu, Mungu anafanyaje? Atafuta mtu mwingine ambaye atafanya kazi yake mwaminifu. Amen. Ndio kwamba hivi the Lord regretted to make Saul king of Israel. Kwa Mungu pia alijuta kumfanya Saul kifalme wa Israeli, sasa mambo alikuwa anafanya. Kwa be very careful, be obedient to the word of God. Amina. Mungu abariki. Nifunza nini? Atakisema hapa. Benja mwana. Haina shida, mimi nitakata. Mimi si editor wenu.